Bethel Clouds TV, empowering lives. Chapter number 3, 1 Corinthians chapter number 3. But I, brothers, could not address you as spiritual people. I could not address you as what? Spiritual people. Yani kama watu wamekomaa. I never speak to you kama ni watu. Nanyo hiyo joke na kuaga nayo. Siwezi kuipeleka. Kuna kanisa siwezi kuipeleka. Kwa sababu kuna mahali watu wamekomaa. Na wamekuwa. I am addressing you like children. Watu ambao spiritually haujapata uko. Dear brothers and sisters. When I was with you, I could not talk to you as I could to spiritual people. I will not speak to you. Digiamwale ili singeweza kuzungumza na nyinyi kama watu ambao wamekomaa. Nilizungumza na nyinyi kama watu ambao hawajakomaa because you need to be grown. Watu wengi wameokokea hapa na walipoondokea hapa hawajakuwa grounded kuelewa ni jinsi gani Mungu unafaa kuishi. Ni jinsi gani unafaa kuomba. Ni jinsi gani unafaa kudress. Ni jinsi gani unafaa kukaa. Ni jinsi gani unafaa kutembea. Because all these are spiritual. When you are embodied in the spirit, unakuwa sasa wewe, you are controlled, spiritual controlled. Person mwenye amelikira, ako ndani ya Roho Mtakatifu. Huyo mtu, kuna language tunazungumziaga yeye. Lakini nikikuta ni mtoto, kama Charity sasa, ni mtoto wa kiroho. Kuna venye nitamzungumzia kama mtoto wa kiroho. Nitamtengenezea mairigo. Najua tulikuwa tunachomewa irigo na mama. Inachomwa ikiiva. Anatoa magada vizuri. Na hiyo mkono imetoa magada mzuri ya bulaki na jivu. Anatafuna. Kisha anafanya nini? Anatoa hivi. Anakuweka kwa mdomo. Luo na imukero la kado. Na nikio kimurelete. Ati hey. Na hiyo ndio umelelewa Josephine nayo. Ukumbuki ulikulishwa hiyo. Na nimekona mama ametoka shamba, amelima hata haogi, amekuja iligo lilikuwa limewekwa kwa jiko likiiva pole amekuja ametoa magada kwa mdomo hata hana brush kwa mdomo chui. Kwani walikuwa na brush? Ulikuta mama yako akibrush? Ulikuta mama yako akibrush? Mama yako alibrush na nini? Na mtarakwa. So unakuta alitafuna chakula ndio kiwe rahisi mtoto amkule. Bwana Yesu asifiwe sana. So I could not talk to you as I could do to the spiritual people. I had to talk to you as though you belonged to this world. Naongeaga na nyinyi is as though hamjaokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. The way I talk to you is as though hamjaokoka, ndio niweze kuwalea, niweze kuwapatia the information ambayo Mungu anataka muielewe from that perspective. Lakini kama mungekuwa mumeokoka, yani ni ugeni nyinyi kama watu wamiokoka, ningekuwa nasema Bwana anasema ramba kantoria bara yesendere, yani lugha ya watu walio wanaoishi katika dunia nyingine. But I have to go down, break down every information as though hamjaokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio ukitoka hapa unaenda unapata chakula mzuri ya kudigest na kukula. So as though you are I'll talk to you as though you belong to this world and as though you are infants in the Christian life. So nyonaga tuananie. Mimi nikiwaangalia hapa hata kama mmezeeka kuniliko naonaga watoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio na modo mogima nyonaga kiana. Si ndio? Hata kama Charity umeokoka na ni museni mkumse kuniliko, I normally see a baby. And this baby, I have to speak to this baby in a baby language. I cannot speak to you in a grown-up language. Maana sikuwa najifanyaga ameokoka, lakini bado ni kibaby. Nikimwambia kitu anakasirika, unajua hii ni baby. Nikimwambia kifanya hivi, anasema hapana, najua hii ni baby. Ukiona mtu anaambiwa kitu na roho inaruka juu, unajua hiyo ni baby kabisa. Na haijakuwa maana hakuelewa why I was saying so. Because kuna kitu nimeona ndani yako na I need to break it down, because that is why nimesema we break their shelters, we break their pillars, we break their foundations, we break everything. Tuvuje madhabahu yao yote ndio tuweze kuwa strong. Hawezi kufaulu. Na njia ya kuvuja madhabahu hii ni lazima ni address
Nikijua sasa kama huyu ni mtu wa makasiriko, kuna kale language nitakuwa nikizungumza na yeye. Si umeona sasa mpaka umekuwa comfortable siku hizi? Umeanza kubelieve in yourself. Oh, so I can be a pastor. So I can be a minister. Not only worshiping, I can be, because I have seen your quality kwa worship. Now I want to see your quality katika pastor, because the two are needed. Ukitoka hapa ukienda mahali kwingine, you will need the two. Kama mimi sasa problem na kuwaka mao moja tu, ni sauti sina ya kuiba. Sasa nikiiba hapa mtasa kufikiria ni chura inafanya nini? Ikiwa kwa shaba ikitoa sauti nyingine, lakini Mungu aliniambia atanipate. Maana nikiwa Mugeke nilikuwa worship leader. Ati Mungu hawezi? Na mbona unakataa unasema Mungu hawezi? Kwa Mugeke nilikuwa worship leader. I was the worship. Nikiiba zile nyimbo za huko, wewe hata saa hizi hazijai toka, lakini najaribiki kuweka za Kristo zikie hapa, zimekataa. Kwa sababu zile za Mugeke, si unajua hizo? Bariki ya diale moge wako menya, ne Mugeke wajerire, karagago na roge kama maguta. Tubu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo najua, lakini ukiniambia ainuliwe, I will end it that way. Ainuliwe, maana maneno imepotea. Sasa najaribu kutafuta na rogadi ni mtebo kuji, because upande huo ya uibaji, I'm still a baby. I need to be grown. I need to grow. Sitapata makasiriko. I need to grow. I need to accept it. Hii bado hapa sijakoma. Lakini ukikuja kwa neno, ninakupatia neno mpaka unasikia yes, this man is deep. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuna kwingine naenda na float, hata si deep, hata sijaingia, niko tu kwa hewa na float tu. Maana we are grounded differently and with different perspectives of life, and that is how we become mature and grow. And that's why the word will speak to us as though we are the people of the world. This word will speak to us as though we are not yet into the kingdom. So anatupembeleza na kutupatia chakula mzuri ndio tuweze kuelewa ni nini tunafaa kufanya. Ndio uweze kuelewa Mkristo anakaaga namna gani. Ndio uweze kuelewa kwenye madhabahu unafaa kudress namna gani. Kwa sababu sasa nikikuja nikute mmevaa tusikati na nyinyi ni wageni hamjafundishwa hiyo, nianze kukemea na kemea wale wote ambao wamevaa mavazi ambayo ni duni, inaharibu sifa ya kanisa. Mutatoroka nyote. I will be so insensitive, but I will teach as though I am one of you. Na hata nakuonyesha kako ni kasuri. Hiyo ulinunua wapi? Ni mzuri sana. Sasa ndio tukubaliane, tuigiane. Sasa tukigiana hapo ndio nitakurekebisha, nikwambie haka kaguo nikasimi. Nikiwa pale niliona ile kaguo ulikuwa umevaa ndani. Nikiwa bali. Unajua kuna tuguo ukikaa hivi ukiangalia ukiwa bali unaona mpaka huko, unaona ile ukuta padi ile nyingine. Maana kuna macho yako inakuwa na x-ray, inaona mifupa na inaona hiyo kitu kingine na inaona padi hiyo nyingine. Sasa huyo mtu huwezi kumpiga, unamlete pole pole, kwa sababu akitoka kwa nyumba aliangalia kioo. Akachomoka akifikiria na kuja kutisha raia. Kumbe nikiwa hapa nimeona see me through. So I have to find a way. I will not come directly. Bana ukitoka nyumbani ulikuwa na confidence on what you were. Ulikuwa na uhakika umekuja kutishia raia. Sasa nikikuja ni kuempty mara moja, nikutoe hivi, ndio nataka glasi baridi ukiweka kitu moto inapasuka. So nitakuwa nimekuvuja badala ya kukusaidia. So nitakuja siku goma nitaka. Hizi ni ile siatake? Yeah? Yes. Yeah. Ni designer. Ni designer. Sasa umemweka na yeye ile fikira alitoka nayo nyumbani ya kuja kunitishia, ameona nimetishika. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa akiona ameniweza, sasa hiyo ndio nitamkamata. Hapo pole pole nitampeleka kwa ofisi yangu nimwambie, hebu enda hapo kwa kioo angalia venyewe. Ujiangalie. Sasa ataenda kwa kioo vizuri, ataangalia. Aone hai iguo si mzuri. Ataona kaguo kamefika wapi? Kamefika hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. So I can't condemn you. I cannot fight you because labda uliona ama labda hukuona. Kwa hivyo nikikuja nikushabulie hapa, utakuwa nimefanya makosa. Na hiyo sasa ni wakati wa asubuhi.
ibada ya asubuhi. Ukikutana na mimi ibada ya mchana ya Miracle Seekers, nitakurarua ukose kushindwa uyo no uri goto hujagiria rucine. Tondu ndĩracemania na andũ mĩkora yũkire mĩkora. Rĩu haha hatirĩ mũkora. Hapa ni andũ maramatha Ngai. Ni watu ambao wamekuja kutafuta Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mtu mwenye amekuja kutafuta Mungu, mwelekeze kwa njia ya uzuri na njia ya upendo, ndio apate kumtafuta nani? Kupata Mungu. Verse number 2. Verse 2 please. I had to feed you with milk. Bwana Yesu asifiwe sana. Not with solid food, because you weren't ready for anything stronger, and you are still aren't ready. Hata saa hii, you are not yet ready. Siku hiyo you are not ready. That is why I had to feed you with milk. Na siku kupatia mahindi getheri utafuna getheri, hapana. Lazima I had to ground you so that you can be stronger. I have to make you stronger so that when I will hit you, utakuwa strong. When I will tell you something that is concrete, utakuwa nini? Strong. But I have to live with you with much love. So don't mistake me. Nikikwambia nakupenda. Nakupenda sana. Huyu mdada nilimwambia nimempenda sana. Huyu mdada. Niliona tu hakunijibu, lakini alisema apostole huyu ni aronekana ni agwite. Maana mama ni intercessor. Because the holiness. Kuna watu hapa huwezi kucompromise hata kidogo. Maana venye amesimama na msingi wake, you cannot compromise them at all. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuna wengine hapa ni kutokujua, hawajielewi. So all these people you take them. Huyu wa compromise usimulete chini, usimwagushe from the compromise, unamwonyesha that is the way. But there is a way you handle people who are not yet where you are. Bwana Yesu asifiwe sana. There is a language you can use to the people ambao hawajafika mahali huko. Ndio unacheka kidogo nao, una smile kidogo, usikuwake serious. Unafanya yako serious sasa. Ako serious maana anasikiliza mtumishi wa Mungu. Na hataki usitaka kusikia kuna mtu ameinterfere. Si ndi kweli? Korake dakolera. Wadhani ya gosho. Lakini ukikuta mama kama huyu anaitwa huyu Roda. Huyu Roda mnaweza kucheka na yeye, mnaweza kumcheke mpaka muaguke chini. Huyu maana anajua, amekoma na anajua how to deal with everybody. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio unanaka anakuja na unanaka sana mwambia Gamaria amekuja. I had to feed you with milk, not with solid food, because you weren't ready for anything stronger, and you still aren't ready. Bado haujakoma, huku umekoma na bado haujakoma. Kwa hivyo kaa chini, tulia, ufundishwe hii maneno. Hii neno haina ukomavu, haina. Hata tukae miaka milioni moja, hii neno haina. The word of God is new every day. It has a very different dimension. Hii kitabu tukisoma hapa, hii tunasoma saa 8 nikuja nihubiri, nitahubiri kitu kingine tofauti. Because this word of God is renewed every other time. Every moment is renewed. It is new. So we need to grow. Bwana Yesu, and need to have an open heart. Moyo wa kukubali, moyo wa kuambiwa, moyo wa kusemesewa, moyo wa kufanya. You have a heart that listens, a heart that lives. Yani tunakuwa vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Verse number 3. For you are still controlled by your sinful nature. Why do I speak to you in that language? Because you are still controlled by your sinful nature. I don't know whether you knew that. That nature of sinful, where you came from, bado it has roots. Haijakatika yote. Kuna tumizizi tudogo tudogo. Kuna watu wa makasiriko, hiyo ni kamusisi. Kuna watu wa kusegenya watu, hiyo ni kamusisi. Kuna watu wa arrogance, hiyo ni kamusisi. Kuna watu wa kutembea na maligo, hiyo ni kamusisi. Kuna watu wa backbite watu, hiyo ni kamusisi. Kuna watu wa backstab watu, hiyo ni kamusisi. Huku tumusisi tudogo tudogo, bado tuna control maisha yetu. That is the reason I had to speak to you like baby. Because I know you are still controlled. Na kwa hivyo, if I speak to you like a grown up, utakasirika. Na nilikuwa nataka kukupelete pole pole, maana wewe ni mtoto, nikutengeneze ndio uanze kutoka na uelewe hii kumbe na kuaga sini. Unajua kuna vitu zingine nafundishaga hapa kama ile back to sender. Watu wa back to sender, lift up your hand. Watu wa back to sender. Mliacha. Lakini kuna wakati niliwazungumzia vizuri, nikamwambia mtu mmoja anasema back to sender na mchawi, they are one and the same. Sasa si mlikubali.
Sasa simuli change. Hiyo kasinifu nature kamekuacha. Sasa tunaingia kasinifu nature kingine. Unakuwaga ni mtu unataka unajua kuna watu wanataka waonekane. Anaweza kufanya anything hapa ndio watu wajue yako. Anaweza hata yani wananua koro ndio watu wote wajue yako. That is a sinful nature. Unataka kujulikana, unataka watu wajue uko wapi, uko hapa. That's a sinful nature. Hiyo ni kitu kana kusubuaka kwa akili. Hiyo ni spirit ya pride iko ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu unaweza kuja hapa na sema nie ndikihoya na andu acio. Hicho ni higa. Wewe ni nani? Nani alikwambia wewe si higa? Ona wewe higa tondu riri waga ukimateithia niki? Mbona huku wasaidia? Kwa sababu kama hii ni mikora, ati sasa huyu na huyu na huyu na huyu ni mikora. Ati wezi taka kuomba na wao maana ni mikora. So wewe na wao tofauti ni nini? Mungu anatuambia we have to share love. We have to be together. We have to be one. If now I start discriminating, siwezi kuongea na huyu ama huyu maana ati nimekora, ni hypocrite. Ndacio matiko Maria honoku. No akuheire permission ya kumenya mundu muhonoku na mundu nani alikupatia ruhusa? Ulipatiwa kitabu gani ya kujua huyu ndio ameokoka? Ulienda bikuni mkaongea na malaika, fadhali huyu anaongea na Mary. Wewe hata hujui kuongea na Mary. Wewe ni nini unaweza kutuambia hapa? Unaambia ati huyu ameokoka na huyu hajaokoka? Hebu mwambie msako shemoni yu. No. If you see a weakness in me, come and help me. That is the time you need to pray with me. That's the time you need to be in my midst. That's the time you need to be closer to me. Ndio unisaidie kuondoka kwa hiyo shida. Maana naweza kuwa mimi navaaga hii nguo, nyinyi mnaonaga shetani na mimi naonaga Mungu in this. Na inoni tu ndirona njega. Inyuothe murona mukona ke shaitani kia mwe. Kwete murona ke butterfly ke shoreto ha ya Freemason. Na ninyi nyonaga ke ni ihwa. Na nike butterfly na sijaiona. Na nyinyi mumeona. Na bado mnakaa mnasema hehe. Apostle Christ anavaga nguo za watu wa shetani. Sisi hata tuwezi kukaribia yeye. For you are still what? Controlled by your sinful nature. You are jealous of one another. Sio kitu tuko nayo hapa. We are jealous of one another. That is why I have to speak to you like children. That's why I have to speak to you like babes. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana wewe wewe guko unakuwa goma gotire. Hapa hii kanisa hii. Ile jealous iko hapa ndani. Na si jealous ya positive jealous. Unajua kuna positive jealous. Huyu amenunua nguo na yeye anaenda kununua mzuri kumuliko. That's a positive jealous. Lakini sio kwa sababu amenunua nguo mzuri na kwa sababu hauna pesa unaenda baba hizo maguo anakuja kutuligia nazo baba na kuomba munyime pesa ingine azinunue nguo ingine hiyo kazi anafanya ninaifuga. Sasa hiyo inaitwa jealous ya uchawi. Ndio nakutaka kanisani kuna watu wengi maskini. Kwa sababu sasa nikikuombea umaskini, mtu yote maskini hawezi akakuombea utajiri. Sasa ukisikia mtu akiomba kitu ya mtu iharibike, kitu ya mtu ni kwa sababu hana. Kwa hivyo amekurudisha, amekubring down. Mkue maskini gapi? Kukuja mwingine maskini wangapi? Na sasa na wewe ukiwa mjinga ukose kujielewa, nao utaanza kuombea huyu. Sasa unaona umerushiwa roho ya kurecruit watu wengine into poverty. Bwana Yesu asifiwe sana. That is why you see you have jealousy of one another and the quarrel with each other. Sio iko hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Iko hapa ni mingi sana. Quarrel huyu na quarrel huyu. Huyu ana quarrel huyu. Huyu ana quarrel huyu. Huyu ana quarrel huyu because you are spiritually immature. That is why you are quarreling. That is why you are able to see somebody is not saved as though wewe ndio kiateka wa biguni. Bwana Yesu asifiwe sana. As though Jesus Christ is your first cousin. Na amekulikia information huko na leakage ya ania jaokoka vizuri. Wewe kwa hivyo already wewe unajua watu wajaokoka, umeanguka. Already you are down. Bwana Yesu asifiwe sana. Doesn't that prove you are controlled? Kuzungumza nikiwaambia ama nikiwafundisha like babes, it doesn't mean that you are controlled by your own sinful nature. Aren't you living like people of the world? Nikuulize tu nauliza. Doesn't that, kwa sababu tumeangalia na tumejipata ndani ya hizo vitu zote, doesn't mean that you are living like the world people? Si tunaishi kama watu wa dunia? Kanisa hii msima si ni kama ya watu wa dunia? Sasa kitekera tu. Ole utakonyitira na mahetia.
Kubali. Tunaishi kama watu wa dunia. Hata mimi naishiki kama watu wa dunia. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati nakasirikaga hapa, hata mnaona jamaa leo amekasirika. Umoja hii na hata jikwaga nasikiaga mnaulizanaga hapa. Leo apostle unamuonaje? Araka na waburu. Araka na waburu. Si already mumenisegenya. Si nimekaa kama watu wa dunia. Yeah. So that is why I have to speak to you kama watu wa dunia. Ndio nikwambie hiyo kunisegenya ni baya biguni. Na mimi kukiwakana waburu ni baya biguni. Sasa tunaleana, tunasaidiana, tunakuwa mpaka tunasimama, tunakuwa wale watu ambao wanastahili kuwa watu wa Mungu. Ndio anaona nauliza, doesn't that prove you are controlled by your sinful acts? Yes. Hiyo nikiakana ya buru ni sinful acts zangu zinani control. Makasiriko ingine na kuaga nayo. Kuna siku nakujaga hapa niko na makasiriko mpaka watu wote wanauliza nikekera kaleti yoyo. To digekiwa ne mushidikire na mudo digire mushigo dina heterio. Noga magi ne magi. Wasp ni nyingi kwangu sana. Sasa nikidress kinataka kuniduka na najua kinataka fresh. Kinataka kuniduka sasa hiyo kinakipiga, kinahepa kingine kinakuja tu. Ninapoteza kama dakika 10 hivi nikipigana na mawasp. Nikikumbuka usiku tena unajua nikilala, unajua mtu akilala kuna wale watu kama mimi nalalaga diagonal. Nalalaga diagonal. Mguu mmoja imekaa huko na mwingine imekaa huko, nikuzoea. Kwa sababu kitanda yangu ni kubwa. Sasa nikuzoea. Sasa usiko brain. Ndio naonaga sometimes I have to prepare for myself. Lazima nijitayarishe over 1 year, 2 years in preparation for an outcome. Because sasa hiyo unakuta kilala diagonal net inatolewa. Ikitolewa mosquito wanakukula vizuri. Unaamka ukiamka kwa kitanda yako unakuta hiyo ni damu, hiyo ni damu, hiyo ni damu. Una imagine this is my blood, not to save people but has been destroyed by a mosquito. Very bad. Very bad. Na imagine ukiona hata kama yako kwa kitanda. Kwa sababu kalikuma na mosquito inanonaka na 1 hour. Kwanza ukikuta ile mosquito imenyonya vizuri, hata uifukuze, unajua hivyo aitorokagi, ainaga nguvu ya kutoroka, ni venye imebeba. Hebu imagine ukikula mtu kama huyu na dibu wako nini anakaa freshly blood na flow. Sasa utakuta kimosquito kama 8 zimekaa zimehang, zinakuangalia tu zinasema msee tumekukula leo. Alafu sasa ukitoka unakutana na wasp zinangangana na wewe. Sasa ukifika hapa unafikiri utaongea na watu mzuri? Hapana, huwezi. Utakuta ukiangalia Shiko hapo na angalia Shiko na jicho ingine, unaona Shiko anakuondokea bila kuongea. Ukiangalia Josephine vibaya unaona anakuongea. Ukiangalia Roda pale kila mtu anakaa kado. Pako na shio leo kwa nini watu hawa wataki kunisalimia? Hapana, ni sura wamiangalia. Uhiana nyangumi. Ni sura baya. Wenye umetoka nyumbani na sura baya. Unakuta kila mtu anahepa na kuondoka anahepa. Maana haujaongea lakini sura yenyewe inawabia danger ahead. Bwana Yesu asifiwe sana. So that is why, doesn't that prove that you are controlled? Yes, it has proved to me I'm being controlled. Kuna sinful acts zinani control maisha yangu. Kwa hivyo hata mimi I'm being controlled. Number 2, aren't you living like people of the world? Yes, mimi nakaa kama watu wa dunia. Ona mkomere kama katadwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nakaa kama hawa watu wa dunia. And that is why I have challenges in my life. That is how I face difficulties in every situation I mean. Because sometimes na switch kutoka the Christian life na switch into the world. Mimi mwenyewe, mimi. Usijidharau, usione ni kama hauna maana, usione ni kama hakuna mahali utaenda. Kuna mahali utaenda if you are able to recognize the problem. Sasa huyu msee tutampeleka kwa James Maina Nganga. Apegwa makofi. Mke. Una baba yangu ni mzuri. Unaona venye alitandika mtu? Na huyo mama alikuwa amekaa karibu, ameona mtu akilala. Wacha nikwambie, mtu akilala karibu na wewe leo, ni mko dhina yake. Nani makofi? Sio kwenda rahisi. Ni baba yangu alifanya na tunaambiwa tukae. Kwani Solomon aliambiaje na Mungu? Aliambia ukikaa kama baba yako nitakubariki. Si James Maina ni baba yangu. Nikikaa kama baba yangu kanisa itasimama. Neno litasimama, neno litasimama.
ulimwengu ya lakini neno litasi. Ng'ang'a pigiwe makofi. Pigeni ng'ang'a makofi. Yes. Yes. He is showing us the way. Kuja kulala hapa. Haukuwa na kitanda kwako? Kuja. Ni kuinua makofi. Ada, toka. Stupid. Lia ukienda. Sio mzee. At 72. At 72 na bado ana make headlines. That's a man. That's a father. A real father. I love him. Nitamtafuta this week nimununulie kanyama pale Serena. Nimwambie kogole. You are taking us to the next level. Yes. Kanisa inafaa kukaa na nyohunyo. Kwani unataka kuniambia ulisikia wewe Roda? Ulisikia Yesu alitumana nyahunyo kwa duka? Kuna mahali alitumanwa na alitoa wapi walipoingia kwa kanisa? Huyu jamaa alikuwa anabeba panga na alikuwa anabeba nyahunyo. Maana siku ama kuna vazi ya Biblia. Karo vazi ya Biblia dekete na Yesu akatumana nyahunyo iende iletwe. Aliingia kwa kanisa akakuta watu ni kanitha nakotea matuire guru. Hebu tuimbe vizuri. Tuimbe vizuri. Moke guru. Ameimba kama mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu jamaa hakuwa na nyahunyo ati alitumana kwa duka. Hapana, aliingia akakuta watu wamefanya kanisa alichomoa nyahunyo. Yes. Kwa nini alikuwa anatembea na nyahunyo? Na ni mtoto wa Mungu. Alijua kuna watu wanafaa kupatiwa discipline. Sasa mseme tukifuata bosi yetu na bosi yangu si ni Yesu. Nikifuata bosi yangu venye alifanya, mnaanza kuniambia huyu mtu hajaokoka. Na mimi nafanya venye alifanya. Nikifanya miujiza mnasema nini? Yesu ametenda. Nikinyorosa watu nasema that is ungodly. Kwa hivyo Yesu kuna wakati alikuwa ni godly. Kuna wakati Yesu alikuwa ni godly. Na mbona hiyo sikio jamaa alikata masikio? Mbona reprimand Peter amwambie kutoka leo usirudi kuingia kwa hii grupu yetu? Najua hiyo ndivyo akifanya. Sasa hapa nikikuta mtu ako na silaha, si mimi nakufukuza kwa kadri. Alafu nakimbia pale napigia OCS na moja, kuna jamaa anateremka hapo, ako na silaha kamata yeye. Kwa sababu mimi ni mtu mzuri, sitaki kukushirikiana. Yesu alimwambia rudisha nitakupatia, nitakwambia kazi yake. Rushokia. Niwaruta mapema. Adua ni mtu matheja na nwekatia. Umechomwa rudisha. Hata alimwambia pagusa hivi na hivi, rudisha hapa. It's okay. Kama siku hiyo aliact ungodly. Aliact ungodly. Kama sasa Sunday nitakuja na ya jera yangu. Na ile ya mimi ni mzee Mkikuyu. Ni de mudhuri wa kiama. Na mudhuri wa kiama ni akuaga rao wake. Najua rao ni nini? Rao ati ni jera galia sasa. Unajua umeona wale wa mama wa Kikuyu wanachijaga wazee wakiwa? Huyu ni mmoja. Unakuta ameshika pusi amekanyaga hivi na vai haina strosa, amekanyaga hivi na amekanyaga hivi, anachija pusi. Adhuri na maikaragira atumia na maikaragira adhuri kwao. No hiro ajira tirao. Rao ni ile kisu. Unaona ile kisu ile imewekwa kama mfuko. Inawekagwa hapa. Sike video getagwo rao. Na hiyo mzee wote Mkikuyu anafaa kuwa nayo. Umesikia sasa hizi? Ugakorwo na kahiũ gaku nyũmba. Tugethi ndagwĩta ũke tukaria kapuri unakuja na kisu yako. Umesikia?
Nikikuita kwangu wale wazee na waitaka wakuja kule busi. Usikuja tena daka hapo sokolea. Hapana, kuna siku utakuja nikwambie kata nyama na kisu yako. Kwa sababu unakataka nyama na kisu ya nani? Yako. That is why tulikuwa tunabe. Mimi sikosagi ya kuenda kwa gari iko. Ni hapa sigiagi nayo. Ukienda kwa gari niko nayo na niko na jora. Hiyo ndio na fibo na adhibu mathio kole. Na muthegi. Tode muthamaki. Mwadhani ya washo. Bwana Yesu asifiwe sana. So that is why nataka nikuzungumzie ndio Jesus that is in you itoke. Ndio uone this is your brother. This is my sister. It is only there is a difference, a wall ambayo imewekwa katikati yangu na wewe ndio tukosane, ndio tukose ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu, the sole agenda ya shetani ni kukufanya usipate ufalme wa mbinguni. Na utafanya kitu kidogo tu, just a very small thing that will cause you to lose the kingdom. Verse number 4. When one of you says, I am a follower of Paul, and another says, I follow Apollos, aren't you acting just like people of the world? Maana Apollo na Paulo, what they are worshiping who? One God. Lakini sasa utakuta hapa kuna followers wa nani? Wa huyu mdada na followers wa huyu mdada. Na wanangangana, wanataka kupigana, followers wa huyu na followers wa huyu wanataka kupigana. Aren't you acting like the people of the world? That is it. Si hapa tuna hiyo vita. Kwa hii nyumba sina hiyo vita. Yes, in Christianity kuna hiyo vita. So aren't these people who are calling themselves Christians, aren't they behaving like the people of the world? Yeah? Magdalene, aren't they behaving like children of the world? Yes. Mtu akilala si ana behave kama children of the world. Mtu akianza kusisia baka anakaa hivi, anatafuta baka anavugua jicho moja inapotea kabisa. Si ni kubehave kama the people of the world. Sasa sio mtu anahitaji kuombewa Mungu amsamehe dhambi zake, because all of us we are sinners. All of us we have challenges of our life, and in these challenges that is how we become strong. In these challenges that is how we become better. We are weak. When we are weak, he is strong, and when he is strong, we are weak. Bwana Yesu asifiwe sana. Hello, in our weaknesses, that is where God will come in. In our weaknesses, that we are going to be blessed. In our weaknesses, that is where God is going to be revealed through us because of our weaknesses. Kwa hivyo, every one of us, we have a chance to become that better person. Every one of us has a chance to become that super person. Every one of us has a chance to become that good child of God. Nobody who is not a child of God here. It's only tunaigiswa kwenye maneno ambayo inatuondoa kwenye mipango ya Mungu. Hallelujah. Twende kwa verse 5 tumalizie hapo. Masaa naona imeenda sana leo. After all, who is Apollo? Who is Paul? We are only God's servants, through whom you believed. And the good news, each of us did work the Lord. Each of us. The difference, ile kitu naona kuna followers wangu na followers wa mtu mwingine, ni venye mimi venye niliitwa, sivyo huyo mwingine aliitwa. Bwana Yesu asifiwe sana. I was called on a different mission. Now you are called on a different, but we are all servants of God. You are fighting because you are fighting for people who comes from one master. Bwana Yesu asifiwe sana. So to stop this and understand, know that every servant of God is a servant of God. Ametumwa na Mungu. Ukienda kwa Nganga, mpatie heshima yake. Ukienda kwa Harrison, mpatie. Hata kwa yule mjaliwa na tutusi hapa, mpatie tu heshima yake. Maana labda hiyo ndio njia ameitiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpatie heshima yake, mwingine mpatie heshima yake, mdada fulani mpatie heshima yake. Maana the callings are different, but we are all servants. Na servants za Mungu hawapiganagi. Hello. The servants of God, watoto wa Mungu, servants, they don't fight each other. I will not come here to expose you to fight you like I want you to be hated by the society. That is not a servant of God. A servant of God rebukes with love. Lakini siwezi kukuambia ukufe. Nasema, God, I command you, God, kill him, kill him. Kwani Mungu ni kiheki yako? Ajui Mungu huyo, si anajua kuna kazi amenipatia.
Yeye anaenda kusema ati nikufe. Yaani wale watu Mungu amenitia milioni 20 ambao wataokoka kupitia kwangu. Sasa wakose kuokoka because umeambia Mungu ati kill him. Wewe utakufa. Wewe ndio utakufa. Maana kazi yako ukianza ukisikia mtu ameanza kuua watu, kill, die. Ni kwa sababu kazi yake imeisha. He doesn't have anybody to talk to. Lakini mtu bado mwenye hajazaa ama bado anazaa, anajua kuprotect. Akipata mtoto ya mwenyewe ameanguka chini, anachukuaga. Mtu ambaye ako na watoto amezaa, akipata mtoto umbwe na kibisa mtoto, anakibiaga, anafunikia ule mtoto. Akipata mtoto ako jaa kamekaa anachukuaga huyo mtoto kwa sababu ako na uchungu wa mwana. Lakini ukisikia mtu anasema wa huyo mtu ni mchawi. Huyo ni ule kingdom nyingine ya kuua watu. Kwa hivyo we are different. Bwana Yesu asifiwe sana. Therefore, after all, who is Apollo? All of us. Apollo is a servant of God. And Paulo is what? A servant of God. Verse number 6, please. Quickly. I planted the seed in your heart, and Apollos watered it, but it was God who made it grow. Oh, hallelujah. That I planted a seed in your heart, but who watered the water? We did the same job, but differently. Huyu alimwagilia maji na huyu alipanda. But hiyo mmea nani aliikuza? Ni Mungu aliikuza. Sasa unakuja kusema mmea Mungu amekuza. Mimi nilimwagiliwa maji na nani? Nilipandwa na James Maina Nganga. Ndiye alinipada. Nani alimwagilia maji? Ni Harrison. Sasa wewe mwingine ukiwa pale umetokea juzi hata ujui progress huyu mjamaa amepitia wapi, alafu unakuja kusema akufe. Utakufa mapema. You will die before you die. Bwana Yesu asifiwe sana. Because you are already dead. You can never come to tell people watu wa Mungu. Not unless wewe ni mchawi. Hauwezi kutangaza ati mtu akufe. Hauwezi. If indeed you are a servant of God, you pray for that person. If indeed you are a servant of God, you protect those people. You don't declare them. Hata wachawi tunawaobeaga. Ile kitu tunabiaga, wa repent before God takes an action. Just tell them repent. And don't go to the media kuanza kutakasa. Harrison Nganga, tunasema urepent. Na kama haurepent, unaenda kukufa. Hapana. That is a father. He has so many people following him. Ako na watu ambao wanamtumainia. Ako na watu ambao millions and millions are watching him. If you do what you do it in the media, umeua nyoyo za watu nyingi sana, and you will be judged because of that. Kutafuta huyo msee huko na simu. Ni servant ya Mungu. Mtafute umwambie modo wa Gai, Mungu amenituma kwako. Kama ni servant ya Mungu, atakwambia kuja. Na sidhani mimi Harrison hata nilikutana na mama mwingine hapo mwenda wa simu kidogo hivi papa kwake. Akasema anataka kuona Harrison. Mimi mwenyewe nikamuuliza, nikaanza na ile kiherehere yangu, unataka kumwambia nini? Mama akaniangalia kutoka chini mpaka juu. Akaniambia, Warugi, unafikiria sikujui? Hiyo ujika ya Mogeke usilete hapa. Mimi nikajikuja pole. Nikaona Harrison anakuja, akaniambia, hemu tumio draigo rajali haha. Nikaona ameenda kutafuta hiyo mama, wakaongea. Mimi nilikuwa nafikiri sababu wale masoja walikuwa wamemzuia asiingie. Na walikuwa wamekataa kabisa. Kumbe anaona kwa kamera. Sasa akakuja kuwatafuta. Mimi nilikuwa nataka kumuuliza, unataka kumwambia nini? Ndio nimpigie simu nimwambie hapa kuna mama ako na issue. Sasa mama na yeye aliniangalia na jicho ya kuua mtu. Lakini Harrison alikuja, nikaona wameenda wamekaa chini wakaongea, na alimwambia maneno ya kanisa na akasikia. Bwana Yesu asifiwe sana. So mtumishi wa Mungu yoyote, you don't shout at them. You don't shout. Yes, we will say ati wanataka kufichiliwa, lakini information uliambiwa peke yako. Haukuambiwa uambie watu, uliambiwa information yangu. So kuja, you are a man of God also. Kuja niambie, niite, niambie mtumishi, kuna maneno hii na hii na hii unafanya na Mungu hajafurahishwa. Kama mimi najua, because the word of God is like a sword. Inakatanga kuwili. Ninaweza kukataa, naweza kusema hapana, siwezi, hapana. Lakini already nishanikata. Kutoka hapo nitaanza kufikiria kurepent. Kutoka hapo nitaenda nikisema haya. Na ndivyo nilikuwa nimejificha na hako kasichana. Kumbe tulionekana. Kwa sababu kama ni neno limetoka kwa Mungu ni la ukweli. Hiyo kitu kama unafanya na wasichana vitu, lazima utahukumika.
Utaambiwa kitu ambayo itakuhukumika, itakufanya uhukumike. Kwa hivyo lazima ukisikia mtu neno la mtu, wacha kuja kutakasa. Bwana anasema Apostle Waroige uache usherati. Kuna watu wanajuaga siwezi kufanya usherati. Aregeno kama utakodera hiyo ni roda haria. Arahiuria kama utakoderagwa. Wanita ndronwa iguru. Tondu Ngai ni amonitaga movement cia mundu ciothe. Anaangaliaga. Sasa mimi nikahiurio kwa sababu hakuna mtu hawezi kuhiurio mutego. Hakuna. Kila mtu anahiurio. Na ukihiurio unaanguka na unaamuka na unaambia Mungu pole. Na muomba tu na unatoa dhabihu ya kuomba msamaha, unasamehewa. Kwa sababu lazima utoe dhabihu. Ukiwa ikifika kwa msamaha, si kuja tu na mdomo, baba, si unajua kusamehe watu. Naomba tu nisamehe. Niroda aliniegesha. Baba. Hapana. Unatoa dhabihu ya kuomba msamaha. Msamaha wowote, hakuna msamaha usio na dhabihu. Inua dhabihu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana labda ni dhabihu iliinuliwa ndio roda anihiurie mtego. Sasa unafikiri unaona ni karoda unaona, lakini kuna power nyingine behind roda. Hata roda mwenyewe hajui. Kalikuja tu kakaanza kuiba hivi. Kakanirushia spirit na mimi nikaanza kuiba kama yeye. The next minute ninaanza kujiuliza, Gai Jehova. Na saa hiyo nilikuwa nimefuga siku 7. Siku ya 6 roda ndio huyo. Ile maombi yote unajua hapa kuna kitu. Ukiona umetorio, umewekwa chini, kuna dhabihu inahusika. Ukiona dhabihu unajaribu kuresist, umekataa kufanya, unasema siwezi. Charity alikuwa hapa juzi ikashindikana, Apostle akakuja after Charity ikashindikana, ikakuja huyu after Charity ikajulikana, walienda wakapanga, wakajua huyu mtu ni wa kuinuliwa dhabihu. Huyu atakuja na ni one touch. Utakuta nikimwona afanya hiyo. One touch ananiagusha. Na 2 minutes hiyo kitu inaondoka. Alafu immediately kiondoka unaanza kusikia regret. Sasa hiyo shetani linakuja, Gai Apostle. Mahoya mathi kumugwaja. Wamaiterera the mode. Ni ndio ndwadae kaige. Sasa unasikia shetani mwenyewe anakusugumusia, anakuambia umeanguka. Umeanguka. Already kumesha kimbia kwa Mungu na ameambia Mungu mtu yako ndio huyo. Hebu muangalia. Hebu kuja, anaita Mungu. Chodhelia wewe dirisha kuja, angalia. So lazima ukijua umekokwa namna hiyo, dhabihu si kawaida. It's not just that na ulikuwa umekataa na you are praying in the presence of God. Wewe toa dhabihu lazima. Any sacrifice, any repentant sin, ukirepent for the sin, do a sacrifice. Because kuna sacrifice ilitolewa ndio uingie kwa hiyo mtaro. I planted the seed in your heart and the Apollo watered it, but it was God who made it to grow. Verse 7. So this what you are doing is the work of God. It doesn't matter who is doing it. It doesn't matter when it's being done or how it is being done. This is the work of God. It is not important who does the planting or who does the watering. What is important is that God makes the seed to grow. It is God that makes this seed to grow. Therefore you must cherish this seed. It is not your seed. Hii kitu unachukia. It is not yours. It is God's. Ni kitu ya Mungu nakuchukia. Wao watu naona wako kanisani kama hapa. They are not yours. They are not your property. Hapana, ati umecontrol watu, umewatolea dhabihu, hapana, ni Mungu. Ni Mungu. Mimi nilikuwa tu kazi ya kupata, nikaenda kukaleta mtu wa kumwagilia maji. Kwa hivyo hata mtu wa kupalilia hii seed anaweza kuja. Bwana Yesu asifiwe sana. So let us have that belief, knowing that we are serving in a kingdom where workers are many. We are serving in a kingdom where responsibilities are distributed amongst many people. Therefore, this is the most important thing for you to understand. For you to grow maturely, it is to understand anything you do, it is for the sake of God, not for your sake. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusome ingine moja. Ama masaa imeenda sana. Timekeepers. Are we tuko sawa? Twende basi hiyo ingine. The one who plants and the one who waters work together with the same purpose, and both will be rewarded for their own hard work. Hallelujah. Every one of us here, out of the service that you have done,
you will be rewarded for your nini, for your work. What you have done. That is what will cause you to be rewarded. You will never be rewarded because of what you have not done. You will be rewarded because of what you have done. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo fanya kazi yako charity ukiangalia nini mipaka yako. Fanya kazi yako apostle ukiangalia nini mipaka yako. Kila mtu angalie, work within your boundaries. That is where your reward is. Your reward is not outside the boundaries. It is within your boundaries. Don't work because somebody is working. Don't work because somebody has you want somebody to defeat somebody. Don't compete with anybody. Don't. Usingangane tushinde mtu, hapana. Do your watering because that is where you have been called. Do your planting because that is where you have been called. Do whatever that God has given you within the boundaries. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye boundary yako, kaa hapo. Maana hapo ndio baraka yako ipo. Wacha kushindana na mtu. These people, they will not reward you. God will reward you. Verse 9. God only can reward you. God only can give you this. For we are both God's workers, and you are a field. You are God's building. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi yote, we are God properties. Verse 10, please. Quickly, let's finish at verse 10. Because of God's grace to me, I have laid the foundation like an expert builder. Hallelujah. Am I not an expert? Have I not laid a foundation like an expert? I have laid a foundation like an expert builder. Bwana Yesu asifiwe sana. Now others are building on it. On the foundation I laid my foundation. On the foundation I did the work of God. Now, Bwana Yesu asifiwe sana, other people will lay this foundation. Can I tell you, can I surprise you? Hii topic zangu na ubiaga sana ya madhabahu. No preacher was preaching before I came in. Because ungeiongea kanisani ungeitwa the worshiper. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini nilikuja boldly and I spoke about it. Because that is where people were bound. Unaambiwa umeokoka lakini madhabahu hauvunjiwi. So when I started preaching, the whole world is speaking about it. Is talking about it. About madhabahu. Kila mtu sasa anaongea boldly. Mapasta wanahubiri, mafadha wanahubiri boldly. Because I did it like an expert. I laid, and that is my world. Hiyo ndio dunia yangu. Hiyo ya madhabahu. Hiyo ndio dunia yangu. That is my boundaries. That is where I operate the best. Na hiyo hakuna lugha nyingine tutaongea na wewe mingi ni hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. And I make sure it has sunk into your heart until you get it. So, anasema, I laid the foundation like an expert. Now others are building. The foundation I laid, others are building. So, I am happy when people are preaching. When people, ukiangalia kwa YouTube zote sasa zinazungumzia mambo ya madhabahu, mambo ya madhabahu. Kila mtu amekuwa nini? Expert. Because of the foundation ambayo niliweka. And that is how you are proud. Na unajua matunda yako ni gani. Na unajua how far you've been able to succeed. Waangalie, Biblia inasema mtawajua kwa matunda. Bwana Yesu asifiwe sana. Si sasa mnaona matunda yangu? Yes, hata nyinyi si mmekaa hapa mmeona matunda. Why are you here? Nimetoa watu kwa wagaga, nimetoa watu kwa wachawi, nimetoa watu wapi? Nimetoa watu wengine kama siko kwa Mogeke. Watu wamekuja because that is what God called me for. And I am within where? Hiyo foundation. Hapo sitatoka. Na hapo hata Yesu atakuja kinipata nini? Na ni hata yeye akikuja kama misigi yake ijavuja, nitamwambia misigi ijavujika. Yes. And that is how we should do it. Remain within the purposes of God that called you for. There is a reason. You maybe you are here to water. I'm here to plant. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema, now others are building on it. But whosoever is building on this foundation must be very careful. Hello. That is another question. That whosoever building on this foundation, because this new uncharted what? Uncharted waters. You are treading on a new foundation. A foundation that you don't understand very well. A foundation that always mulikuwa mmesema ni shetani. Mulikuwa mnasema hiyo hatuwezi kuzungumzia kanisani. So for you, this is something new. Ni kitu mpya. So tread carefully. Usikuja kupigana na madhabahu. Na ndio naona kuna mtu mwingine aliniambia ameenda kasi mahali fulani na amefaulu vizuri sana. Nikamwambia hiyo uko umeenda ni kwa madhabahu ya watu fulani. Kwa hivyo usiende na kiherehere kwa sababu mimi nakujua na kuaga na kiherehere ya kuinua nini, ya kuinua madhabahu, ya kuinua fellowship na kuinua vitu kama hiyo because it is in them. Ni yeye iko ndani yake. Nikamwambia kabla uinue hapo,
we ufanye spiritual mapping, ujue madirector ni nani, ujue ni nani, ujue ni nini, walianza mwaka gani na wanafanyanga hivyo kwa nini, why do they give free services, what is the important the free services they give there, ni kwa nini wanafanyaga hivi. Madirector wao wanakuaga huko kwa shetani, wanakuaga maposition gani. Sasa ukiinua madhabahu unajua utagogea wapi, sababu unaweza kugoga kwingine ugogwe na Yesu wako, mkujwe na Yesu yako. Bako ukitoka hapa unaona Yesu ameenda hivi na wao ameenda hivi. Hakuna mtu akusaidia mtu mwingine. Bwana Yesu, it's very important to understand. We do the spiritual mapping of everything that you do. Understand it. Hata ukikuja unipatie story yako, nitakubai time, nitakwambia koja kidogo, nitakwambia tu because I need to digest hiyo story umenipatia. Ndio jue napigana na guka wa miaka gapi, napigana na shosho wa miaka gapi, kwa sababu hiyo story umenipatia nimeona ni shosho yako. But now my story is to understand which is shosho. It is the 10th shosho ama the 5th shosho ama the 2nd shosho. Maana inaweza kuwa ni 10th shosho na shosho wako saizi yako na miaka 200. Sasa the 10th shosho wako na miaka gapi? Give them 200. Unakuta ni 2000 years. Unapigana na mtu mwenye ni mzee 2000 years. Alafu nenda pepo na kemea katika jina la Yesu na ikotondomasha ria baba. Sasa nikianza ria baba nitakujwa. The next tomorrow utaona nikienda hivi ni kama nimekatika sedaboroti, maana nitauliswa wewe ulikuwa nani kuchallenge hiki kitu. Who are you? Bwana Yesu asifiwe sana. Who are you to challenge this? Lazima mimi Jozi tukiwa na Harrison aliniambia, maana aliniambia anaangaliaga video zangu kila asubuhi kabla atoke. Na zimemsaidia. Bishop mwenyewe anasema zimefanya nini? And akaniambia I'm very proud of you kwa sababu umenifundisha mambo mengi sikuwa najua. Nikamwambia sasa unisaidiege kufanya hii maneno. Akaniambia hiyo siwezi guza. Hiyo territory siwezi kanyaga. Wewe ndio umepatiwa mamlaka ya kunyamazisha hiyo territory. Na Mungu amekuita kwa nyaradi laini hiyo siwezi ingilia. Nikamuuliza kwa nini? Itanimaliza. Nikamuuliza Bishop, madhabahu kama hii kumaliza wewe tadio kalute wera waku. Alirudi kwa mfuko hivi akanitolea kama jeka kapesa kazuri. Unajua huyo si mtu akiongea na mtu kama mimi, si kama ile unaletaga hapa imehunyoka. Ili kitu mzuri ilikuwa imejipanga, serial numbers ni mpya, serial ina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 zimepagwa. Unaona from number 1 mpaka yes. Bwana Yesu asifiwe sana. Oh my God. So you must be very careful. And let us be careful by stopping there. We be careful with the time for other services to go on. May we stand up. Bethel Clouds TV, empowering lives.